Kwa majina naitwa Rocky Ombeni AC. Mimi for this time I'm a jack of business. I'm jack of business na mimi ndiye muasisi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo na nimekuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara. Baada ya uchaguzi ndo ameingia wengine. Ndio. Okay, sawa. Nina maswali kadhaa ya kukuuliza katibu. Kuna hili sakata la wageni ambalo linaendelea hapa nchini, wameingilia kwenye masuala ya biashara ambayo kwa inavyoonekana walitakiwa wafanye wazaa na wala sio wao. Wao wanahitajika wabaki kwenye viwanda au waendelee kutuingilia kwenye biashara? Nafikiri hili ni jambo la hatari sana kwa maslahi mapana na mustakabali wa nchi. Kwa sababu kama tunaruhusu wageni wanafanya biashara ambazo wazao wanaweza, si jambo jema. Nafikiri ni serikali ikae ipitie tena sera zake za uwekezaji. Kwa sababu tunaambiwa mwekezaji anavyokuja hapa nchini kuwekeza ana deposit dola 500,000. Sasa siji kama wanaokuja kufungua maduka Kariakoo ya kuuza vitu vidogo vidogo wanawekeza wana deposit hiyo amount. Na ukiangalia tu kwa haraka unaona nchi yetu kwenye upande wa elimu inakuja juu. Wako vijana wana graduate kila mwaka, wana graduate, wanapata degree, wengine wanapata diploma, wengine wanapata certificate, na wengine wanaishia form 4, na wengine wanaishia darasa la 7. Sasa mtakavyoanza kutoa hizi fursa kwa wageni hao vijana ambao kwa kuangalia tu hakuna ajira zinazotosheleza hao vijana. Sasa hao vijana walitakiwa zaidi wajikite kwenye hizi shule ambazo wageni wanazifanya. Kwa mimi nafikiri ni hatari sana kwa mustakabali wa taifa letu. Na ikumbuke kwamba hao wanaokuja especially Chinese is a superpower. Wako kwenye G7 mataifa. Once you talk a big nation now to our world, unamtamka Mchina ni superpower. Mchina sasa hivi anashindana na Muamerika, yani hivi mshale hivi. Kwa sasa sijui huruma inatoka wapi ya kuleta watu kama wale waje kufanya biashara ambazo sisi bado tuko kwenye third world, tuko kwenye poverty circle. That is a dangerous things to our country. Kwa mustakabali wa nchi yetu mimi naiona ni mwisho mbaya sana, kwa sababu nina watoto. Mimi nachotaka kuishauri serikali, hii serikali inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama cha Mapinduzi, ikae ipitie upya sera zake za uwekezaji. Wapitie sera, wapitie sheria, waangalie nafasi ya kwanza ni mzawa. Kwa sababu sisi hatuwezi kwenda Kongo, hatuwezi kwenda Rwanda, na ukisikiza wenzangu ambao wamesafiri wameenda nchi mbalimbali wanakuambia kwamba ukifika pale kuna taratibu zao. Hata hapa Kenya tu ukienda wana taratibu zao za kukuruhusu wafanye biashara. Kwa nini sisi turuhusu watu waje wafanye kazi ambazo kwanza watu wenyewe ni matajiri? Kuna watu wengine ambao sasa hivi kuna kundi lingine ambalo limeingia hapa kwa ukubwa wa kutosha. Kuna Waarabu wanafanya kazi nyingi sana, na hata akikuuzia mzigo anakupa risiti, anakuambia ni ya kukulinda njiani. Kuna Wasomali wameteka nyanja zote sasa hivi. Wanauza t-shirt ambayo mzao mfanyabiashara anauza shilingi 6,000, yeye anauza 2,500. Sijui unaona ilivyo kazi. Kwa hiyo that is a big problem to our nation. Tunatakiwa tusimame imara. Na sisi wa Tanzania wazawa tukiamua kusimama na kuiambia serikali jambo hili si sahihi, watatusikiliza. Kama mimi naiambia serikali kwamba hili jambo si sahihi, hili jambo ni hatari kwa mustakabali wa vizazi vyetu. Sasa madam mtangazaji, unapomwambia nenda Mchina nenda kachimbe madini, anachimba madini. Je, yes, anazidi kuimarisha uchumi wa nchi yao. Faida inaendelea kurudi kwao. Sisi tunavyochimba madini tunajiinua ili tuweze kuwa at least kwenye daraja la kati, si daraja la juu, daraja la kati. Sasa kama unazuia fursa zote, na nikwambie kitu kimoja, Watanzania si kwamba ni wapole. Tanzania si kwamba hawapendi vurugu na hawapendi vita. Kuna kitu ambacho kimetuweka tukao pamoja, ni hizi rasilimali zetu tulizonazo. Hapa Kariakoo unaweza ukafungua duka, baada ya miezi 6 store ikaibiwa yote. Asubuhi kama una chochote. Sasa kitakachokuomboa unalipa madeni ya watu, unatambaa. Unaenda Ruambuyuni, unaenda Chunya, unaenda Mererani, unakuwa mwana Apollo. After few years unarudi kwenye mstari. Zile rasilimali. Sasa mkishatoa rasilimali zetu kwa wageni, ina maana nikifilisika, what I'm going to be nakuwa
nakuwa kapu, nakuwa jambazi. Okay, asante sana kwa majibu yako. Katibu mstaafu. Huyu ni katibu mstaafu, mtazamaji wetu wa JWK Online TV. Karibu kuendelea kuitazama JWK Online TV ili kupata madini zaidi kwamba nini kinaendelea katika uwanda huu mpana wa biashara.